Kwa nini wakati mwingine Mungu anachelewa kujibu maombi? Hili ni swali ambalo nilikuwa nataka tuliangalie siku ya leo. Kwa nini kuna wakati ambao Mungu anachelewa kujibu baadhi ya maombi ambayo tunamuomba? Unajua, nimejifunza Mungu ana majibu matatu, ya aina tatu. Ana majibu ya aina tatu, ambalo jibu la kwanza huwa ni ndio. Kuna maombi ambayo ukiomba tu unapata Mungu anajibu. Yaani ukiomba tu kuna maombi ambayo Mungu anajibu. Lakini kuna maombi ya aina ya pili ambao ukiomba Mungu wakati mwingine wanasema hapana. Huwa anasema hapana, siwezi nikakupa. Unajua sometimes watu tunamlaumu Mungu, lakini Mungu anajua zaidi ya sisi tunavyojua. Mungu kuna wakati anakataa, anasema hapana kwa sababu anaona mbele kwamba nikikupa hili jawabu leo litakuwa baadaye. Mfano, mimi na mtoto wangu wa miaka 11 anaomba nimpe gari aendeshe. Ananiomba kwa machozi, mama nipe gari niendeshe. Nitampa? Siwezi. Najua nikimpa gari ndio nimempa kifo, kwa sababu mwili wake, akili yake haijakomaa, mwili wake haujakomaa. Atatoka na lile gari ndipo kifo kitakapomjia. Kwa kuna wakati Mungu anasema hapana kwa sababu anaangalia lile jibu. Kama atakujibu basi kuna uwezekano mkubwa kabisa wa wewe kufa, aidha kimwili, kiroho. Lakini aina tatu ya majibu ambayo Mungu anatoa ni subiri. Kuna wakati Mungu anatuambia tusubiri kwa sababu maybe lile jambo bado muda wake. Kwa mfano, mtoto wangu sasa hivi akiniomba, mama ninaomba gari niendeshe, nitamwambia subiri, muda wako bado. Utakapofika miaka 18 nitakuruhusu. Sasa leo nilikuwa nataka niangalie baadhi ya vitu. Kwa nini kuna wakati Mungu anakataa? Kwa nini? Kwamba kuna wakati Mungu anasema hapana, ili jambo sitakupatia. Kwa nini Mungu kuna wakati anachelewa? Yaani unaona unaomba lakini huoni majibu. Nataka tuangalie leo. Kuna baadhi ya vitu ambavyo nimeviandika hapa kwamba points chache za kwamba kwa nini Mungu anachelewa kujibu baadhi ya maombi ambayo tunamuomba. Cha kwanza niliwaza nikasema wakati mwingine ni dhambi ambayo mtu unakuwa nayo, kwamba unamuomba Mungu lakini maisha yako hayamwakisi Mungu. Kwamba unamuomba Mungu nibariki, niinue, lakini unachokifanya baada ya maombi hayo Mungu hapendezwi nacho. Ukiishi maisha ya namna hii, maombi kujibiwa ni ngumu au yatajibiwa kwa kuchelewa mpaka pale utakapoamua kubadilika na kuamua kumfuata Mungu. Kwa hiyo kuna wakati tunamlaumu Mungu, kumbe ni baadhi ya tabia ambazo tunazo. Kuna dhambi ambazo tunazo zinasababisha Mungu anafanya nini? Zinasababisha Mungu anachelewa kujibu. Kwa kama unataka Mungu akujibu kwa wakati, muishi maisha matakatifu. Ingine ni kuna wakati shetani anazuia. Unaweza kama umeomba Mungu, malaika wako anarudi na majibu, shetani amezuia. Ukikumbuka kwenye Biblia kitabu cha Danieli 10 mpaka 10 mstari wa 12 inaonyesha kwamba Danieli kabla hata hajafungua mdomo wake kuomba, Mungu alikuwa ashatuma malaika kumjibu. Lakini yule malaika alikutana na upinzani. Na kwa sababu alikutana na upinzani, majibu ya Danieli yakachelewa. Kwa kuna wakati ambao majibu yetu yanachelewa kulingana na upinzani wa shetani. Kwa hiyo lazima mtu ambaye umeokoka, ndio Biblia inasema ombeni bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza 5:16 inasema ombeni bila kukoma, kwa sababu Mungu anajua kuna wakati unaweza kaa umekata tamaa, kumbe majibu yako njiani, yamezuiliwa. Kwa the more unavyoendelea kumomba Mungu, the more una press on, the more unakazana, ndivyo ambavyo malaika wako anaachiliwa na kuleta majibu. Kwa kuna wakati ambapo hata si Mungu amechelewesha majibu yako, ni shetani na mapepo yake, unakuta amezuia majibu yako kurudi. Na mara nyingi unakuta wengi huwa tunakata tamaa. Unaona kwamba nimeomba muda mrefu, maombi yamechelewa, kwa basi unaacha. Lakini Biblia inaonyesha Danieli aliendelea kuomba for 21 days. Anafunga, anamuomba Mungu mpaka malaika kule, Mungu mwenyewe akatuma malaika mkuu aje aende akaingilie kule kwa mkuu wa anga la Persia. Kwa hiyo tunavyoendelea kupersist
in prayer, unavyoendelea kukazana kumwomba Mungu, then Mungu anatuma malaika wake, anaenda anatuokoa. Kwa hiyo ni moja ya sababu kwa nini kuna wakati maombi majibu yetu yanachelewa kuja. Lakini pia wakati mwingine si mapenzi yake. Unaweza kuwa unaomba jambo ambalo halipo kwenye mapenzi ya Mungu kwa maisha yako wewe. Unajua, unaomba kitu ambacho wala Mungu hataja kuandikia. Sometimes ni ngumu Mungu kukupatia. Kwa sababu Mungu anasema kwenye, ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza 5:14, inasema lolote tunaloliomba ambalo liko ndani ya mapenzi yake Mungu analifanya. Na kwa sababu tunajua kwamba Mungu anafanya, basi tunalo lolote lile ambalo tunaliomba ila lipo kwenye mapenzi yake. Kwa kuna wakati unaweza kuwa unaomba jambo ambalo wala si lako. Ndio maana ni vizuri kuomba kwa Roho Mtakatifu. Unapoomba kwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaenda anachukua lile anaomba through you, anaomba kupitia wewe. Biblia inasema kwamba anaomba kwa kuugua kusikuweza kutamkwa. Kwa hiyo unaweza kuwa unaomba kitu fulani kumbe hakipo kwenye mapenzi ya Mungu kwa wakati huo kwa ajili yako. Lakini unapoomba kupitia Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ana translate, anaomba zaidi ya vile ambavyo wewe uliwaza. Kwa sometimes it's better kuomba kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu unapoomba kwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakuombea kulingana na mapenzi ya Mungu kwa wakati huo. Sababu nyingine kwa nini majibu yetu huwa yanachelewa, huwa Mungu anatuepusha na mabaya. Unajua Mungu anatuepusha na mabaya. Kuna wakati unaomba jambo Mungu kumbe anakuepusha na mabaya, wewe hata ujui. Je, nitolee mfano. Kuna kipindi kwa neema ya Mungu nilikuwa najenga nyumba yangu ambayo ndo naishi sasa hivi. Sasa wakati wa ujenzi ilikuwa ni kipindi cha mvua. Sasa mafundi wakawa wamekuja, tunaagiza mawe kutoka milimani kwamba mawe yaje kwa ajili ya kujenga msingi. Imagine mvua ikawa inazuia. Malori yakawa kifika kule mlimani yanateleza yanarudi, anatuambia hapana, mawe tumekosa. Umeona, nikaanza kumwomba Mungu, sasa Mungu ingilia kati mawe yapatikane, nyumba yangu ijengwe. Lakini kwa kweli jibu halikujibiwa. Basi baadaye fundi akaniambia kwa sababu muda unazidi kwenda na mafundi tuko hapa, basi tutumie tujenge msingi kupitia matofali. Nikauliza inawezekana? Akasema yeah, it's possible. Unaweza kujenga msingi wako kutumia matofali. Kweli wakajenga ule msingi kupitia matofali na si mawe. Uwezi amini, baada ya muda mfupi akaja jirani yangu ambaye yuko pembeni yangu ana uwanja, kumbe alikuwa ameweka mawe yake trip 4 na zimeibiwa. Kwa alipoona mimi najenga moja kwa moja akasema oho, mwizi wangu ni huyu hapa. Lakini kwa neema ya Mungu alipofika akakuta msingi wangu umejengwa kwa kutumia matofali. Kwa akashindwa kutuhukumu, hata nihukumuje wakati msingi wangu umejengwa kwa kupitia matofali. Kwa kuna wakati unaweza kuwa unaomba jambo unaona mbona kama majibu yanachelewa, kumbe Mungu anakuepusha. Kwa sometimes wana tunarudi pale kwamba sometimes ni vizuri kumweza Roho Mtakatifu what is going on. Mimi nilikuwa nafunga nasema Mungu, magari ya mvua ipungue, jua liwake, magari yafike mlimani, lakini kumbe Mungu alikuwa ananipusha na balaa ambalo lingenipata. Kwa sometimes majibu yanachelewa kuja kulingana na kwamba Mungu anatulinda. Lakini kuna wakati pia Mungu anatulinda sisi wenyewe kwamba anajua hili jibu nikilitoa kwa huyu mwanangu litamwangusha, litamharibia maisha. Kwa kuna wakati Mungu ananyamaza kimya kwa sababu anakulinda wewe mwenyewe. Mimi kwa maisha yangu bwana, kuna wakati nimemshukuru Mungu kwa kutojibu baadhi ya maombi. Unajua kuna baadhi ya maombi nilikuwa naomba Mungu unione, mbona hiki hakifanyiki, lakini baada ya muda kupita nasema Mungu nakushukuru hujanijibu. Kwa sababu naangalia na sasa kumbe ningekuwa Mungu amenijibu, kumbe ndio ingekuwa hivi. Mungu nakushukuru hujanijibu. Kwa wakati mwingine kuna maombi ambayo Mungu hatujibu kabisa kwa sababu anajua mbele utakuja kumshukuru kwamba Mungu nakushukuru kunijibu hili jibu. Umeona? Sababu nyingine unaweza kuwa unaomba kwa tamaa, unaomba kwa sababu ambazo sizo. Biblia inasema kwenye Yakobo 4:3 inasema hatujibii kwa sababu tunaomba kwa tamaa zetu wenyewe. Kuna wakati unaweza kuwa unaomba kitu, mfano mimi labda naomba gari, kama Mungu nipe gari, Mungu niwaonyeshe majirani wamezidi kuninyanyasa. Mungu hawezi kujibu jibu la aina hiyo. Au unaweza kuwa unaomba Mungu nipe nyumba, Mungu nipe nyumba, Mungu nipe nyumba bwana, ni mawifi zangu ndugu zangu wamekazana kunisema. No, Mungu hawezi kujibu jibu la aina hiyo. Au unaomba mtoto. Masa mawifi zangu wananinyanyasa. Wewe mwambie tu Mungu nipe mtoto, nitamlea vizuri, atakutumikia.
Kwa kuna wakati tunaomba vibaya. Yaani unaenda unaomba, mfano unamwambia mume wako, Mungu mlaani, ametoka nje ya ndoa, mlaani Mungu, pambana naye. Maombi kama Mungu hawezi kujibu. Kwa kuna wakati kuna maombi yetu hayajibiwi kulingana na kwamba tunayaomba vibaya. Kwa hiyo badilisha jinsi unayoomba. Unajua Mungu ni upendo. Na maombi tunayoomba kama haya ni maombi ambayo hayazunguki kwenye eneo la upendo, Mungu hawezi kujibu. Kwa pray omba katika ile mzunguko wa upendo kwamba Mungu, mume wangu amenicheat, lakini Mungu unampenda, Mungu mbadilishe. Mungu anajibu. Lakini kama unaomba mlaani, mfanye nini? Maombi kama hayajibiwi. Kwa hiyo there are times ambapo maombi yetu hayajibiwi kwa sababu tunaomba kwa sababu mbaya. We don't pray according to his word. Hatuombi kulingana na neno lake. Kwa hiyo mambo kama hayo Mungu ajibu. Sasa kuna yafuatayo ni baadhi ya mambo unaweza kufanya ili maombi yako yajibiwe kwa wakati na kwa uzuri. Cha kwanza, muulize Mungu kwa nini anachelewa. Mungu atakwambia kwamba nimechelewa kwa sababu huu si wakati wake labda, au yani Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakwambia kwamba nimechelewa kulijibu hili jambo kwa sababu nikilijibu huu si wakati wake au nini. Mungu ni mwaminifu, anajibu. Kwa hiyo muulize Mungu, kwa nini nimekuomba kwa miaka 10, kwa miaka 5 na mpaka leo sioni? Mungu anaweza akakujibu. Akakwambia, mwanangu, hili sio la kwako. Hili ombi sio. Umekuwa ukiomba vibaya, omba hivi. Kwa kuna wakati unaweza kuomba jambo lakini kumbe unaomba vibaya, kwa Mungu akakuonyesha na ukabadilika. Lakini ufanye nini pale maombi yako yanapochelewa kujibu? Namba 2, muamini. Biblia inasema kwenye Yeremia 29 mstari wa 11 inasema, nayajua mawazo ni yawaziayo. Mungu anayajua mawazo anayotuwazia sisi. Muamini Mungu kwamba mawazo anayokuwazia ni mazuri. Ukiona kuna kitu umekiomba muda mrefu na kitokei, endelea kuamini kwamba Mungu ananiwazia mambo mema. Yumkini kingetokea, labda ingetokea kitu kingine, lakini Mungu kwa sababu ananiwazia mambo mema, kuna wakati mwingine anaepusha. Kwa mtukuze Mungu kwamba Mungu, na kutukuza kwamba mimi najua unaniwazia mawazo mema, najua mawazo yako kwangu ni mazuri tena ni ya thamani. Kwa hiyo trust Mungu, muamini Mungu kwamba Mungu, mawazo unayoniwazia mimi ni mema. Lakini kingine, anza kuongea yale unayotaka kuyaona. Unajua kuna wakati mwingine unaomba mambo unaona hayatokei kwa sababu unachokiomba na unachokiongea ni different things. Unaomba Mungu nibariki, lakini unaongea unasema uko wetu sisi hatufanikiwagi bwana. Yaani uko wetu sisi si mambo yakoje? Mambo Mungu hawezi. Unajikinza mwenyewe kwamba unamuomba Mungu nibariki, pale pale ukitoka kwenye maombi unaongea tofauti. You'll never get what you want. Kwa omba, anza kutamka. Ukishamaliza haya maombi, anza kutamka kile kitu unachotaka kukiona kitendea kwenye maisha yako. Unamuomba Mungu akupe kazi, anza kutamka kwamba mimi nina kazi. Biblia inasema Mungu alitamka mambo ambayo hayajakuwa kana kwamba yamekuwa. Kwa hata wewe unaweza kutamka kwa sababu wewe pia ni kama Mungu, umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Unaanza kutamka, unasema Bwana Yesu, natamka kwamba yamekuwa kwenye maisha yangu, natamka baraka zimetokea kwenye maisha yangu, natamka uzima. Huwezi kuwa unaomba uzima afu unatamka mambo ya ajabu. Unamwomba Mungu, Mungu niponye, alafu unasema unajua uko wetu sisi hatufanikiwagi, sio nini, unajua uko wetu sisi kuna laana, kuna gonjwa hili, kuna gonjwa hili, unakinzana nalo unayoomba. Kwa anza kutamka yale ambayo unataka kuyaona yakitokea kwenye maisha yako. Lakini kingine, usitange. Unajua sasa hivi kuna vitu ambavyo unaweza kuwa unaviomba, lakini kwa manabii wa uongo, kwa watu wa uongo, vinapatikana kwa waganga. Tena sasa hivi waganga wa sasa hivi ni waganga wa mjini. Yaani ni waganga lakini ni waganga kienyeji lakini wameji-advertise, wako mitandaoni wanajifanya mimi situmii uganga, situmii uchawi. Usipokuwa makini unaweza ukakimbilia kule ukajikuta umeingia kwenye mambo ya uganga. Kwa hiyo be careful. Usitange, muamini Mungu afu baki pale pale. Badilisha tu jinsi ya kuomba. Anza kuomba kwamba natamka yametokea. Tumia neno la Mungu. Natamka yametokea. Mimi nimebarikiwa. Mimi nimeinuliwa. Nakataa magonjwa kwangu. Unaomba kulingana na neno la Mungu. Acha kuomba unalialia machozi tu. Mungu, nione sio nini. Anza kuomba kulingana na neno la Mungu na Mungu atakusaidia. Lakini cha mwisho, fuata kanuni za Mungu. Kuna wakati Mungu atujibu, wakati mwingine anachelewa kulingana na tufuate kanuni. Mungu ni Mungu wa kanuni bwana. Kama ufuate kanuni za Mungu, hutaona mabadiliko kwenye maisha yako. Mungu anaposema nitakubariki, amesema tutoe, kuna fungu la 10. Ukitoa fungu la 10 Mungu analinda.
analinda biashara yako. Kwa kama utoe fungu la 10, unaweza kuwa unaomba Mungu nifungulie madirisha ya mbinguni. Mungu afungui kwa sababu wewe mwenyewe umefungua mlango wa shetani kuingia. Unaweza, Biblia inasema toeni, tusaidie watu wenye shida na nini, kumkopesha Mungu. Wewe usaidie wenye shida. Wewe kazi yako ni kuomba tu, Mungu unioni. Lakini ufuate kanuni za Mungu. Fuata kanuni za Mungu. Mungu ni Mungu wa kanuni. Kama unafuata kanuni zake, utaona baraka, lakini kama ufuati kanuni zake, utashangaa mambo yanayoendelea. Kwa mimi nitaka niuzungumzie hicho kitu kwamba tuendelee kumwomba Mungu, tuendelee kuamini Mungu, endelea kumtafuta Mungu kwa bidii, endelea kufanya kazi yake kwa bidii, lakini kumbuka, fuata kanuni, ishi maisha matakatifu, kwa sababu unavyoishi maisha matakatifu unafunga milango ambayo shetani anakuwa ameifungua. Siku ya leo nitaishia hapa. Nitamani niongee tu vitu vichache, lakini katika yote, kama hujampa Yesu maisha yako, ni wakati wa kumpa Yesu maisha yako. Lakini na sisi ambao tumempa Yesu maisha yetu, basi ni wakati wa kumtafuta Mungu kwa bidii, kukazana kuomba, kumtafuta Mungu, na tutaona mabadiliko katika maisha yetu. Mimi sina jipya, nakutakia mema. Mungu akubariki.